Are we taking it in? Ama tuko tu? We are taking everything in. Sindio? Gacoka Gikuyu garute mbũri cia kĩama ndathimĩrwo irengaire ũtonga wa rũrĩrĩ hakanĩrĩrwo Ngai ũrĩa wa Kĩrĩnyaga ndacoka Gikuyu gĩtũmi ndĩ Mũgĩkũyũ. Yeah, it is a taboo. In fact, anaitwa engoki. Engoki kwa Kimasai ni it's a curse. So it cannot be, haiwezi achwa kwa boma. So it has to be killed. So two things. There is a ritual ambaye itamuua ama there are some people ambaye watakuja wamnyonge na wamuue. Husband. It is a ata mbishani. Yeah. You see, let me say this. Maasai are very communal. See, individual, it's not about me. It's about us, what the wazee have said. At times, hata wazee wamekosea. But just because wamesema, munafanya. And what I love about culture ni that safety. Ambaye wazee hata kama wamekosea, but by your obedience ukifanya, somehow, it works out. We are very communal. If you ever meet, there's no, yani your heart is so circumcised that utasema huu ni ule mtoto wangu. Utabaki na huyo moja. You see, before pia identifyiwe, there's a lot of research. Ebu tusikizani, and this is why culture is very important. There's a lot of research that ingefanywa. Huwezi ambiwa utupatie eti wewe first born alafu. So inaangaliwa pia fertility rate, how hiyo boma ni nani ambaye ataweza produce. So si eti unaambiwa tu weweza, no. So and they will also not tell you mtoto wako huyo first born huyo mmoja tu mtoe. No, wanaangalia, they observe. It is something that is being observed, wana observe alafu tesa wanasema you are the one. How will give you that child? From my heart. Yes, but hainge nini. I don't know if you guys are understanding. It was so powerful. See, mimi, it's not me. No, it is how the community, ama the society imeamua, you just follow it. Hii hakuna ti, unajua mimi na huyu. If you are chosen, then you go by it. Your husband na wewe munanipatia mtoto na munasahau mlikuwa na huyo mtoto. Huyo mama hata angalia hivi. Culture. We were taught here, the first is your first teacher. So it is very important. So the culture, vile nimesema, it is also very communal. It is just that way. And it gives a lot of tolerance also. Unakuwa tuna hiyo tolerance, unashindwa mbona unavumilia, ama utaweza piga makelele ama uongee nini, but uko tu hapo ni navumilia. First, of course, there's the aspect of the value system, the culture itself, and also wazee. Kwetu wazee ni kila kitu. Wazee ile wamesema, nimekuambia ni kila kitu. We are very patriarchal. So once there was you fear. There's that fear. And then kuna hii story ya laana mingi. If you do this and this and this, utalaniwa. If you do this, it was taught so much that inaingia, it becomes the way of your life. Unaogopa. Mimi nilikuwa najua nikikuja hii Nairobi, nilikuwa najua mtu mkikula na food, because food is also important. It's sort of a covenant. So mkikula na mtu food alafu mbetray atakufa. Si niliongoja watu Nairobi wakufe. So, but you see, in Maasai land, ukienda ufanye hivyo, let's say there's a very, very strong covenant that mumefanya na you've shared a meal. Aki ukifanya hivyo mtakufa. You will die. You will die. Thank you. Okay. Let me say this about that. It is very, very true, and it is happening. And I think even in Gikuyu culture, I think somewhere before we lost kuna mali nini ilifanyika, it is normally said that the woman, ndio the fertile
ground. Yeye ndio atashika, yeye ndiye ataprovide, yeye ndiye anafanya kila kitu. And that is why unaona hata nyumba mama ndio anajenga, kuchunga yeye ndiye ataenda kuchunga, yeye ndiye anajua mbuzi gani, yeye ndiye atakamua. And ilikaa hivyo, but tulisaidika sana wakati wa mama wa Murima walipokuja huko kwetu. That includes my own mother, because they really changed. Wali change how nini ilifanywa, because now when wao walipokuja, walipopewa hiyo nafasi, wakajua unachukua ng'ombe unakamua na unauza maziwa, unanielewa? But kidogo kidogo pia mwanaume ataweza kukupatia hiyo ground, utaweza ambua chukua hii ng'ombe wacha iende uzwe, it can do this and this and this. But for us, a woman ndio shamba, mama ndio source wa kila kitu. And at times it can make us to be very very aggressive wa mama, because ulifundishwa kutoka utotoni wewe ndio kila kitu. And it is a very comfortable space by then, before tuje tujue kwamba baba ndio kila kitu, because we can see our mothers walikuwa wanafanya hivyo na iko na stress, and they were more powerful than even us right now. Yeah, thank you. So me I'll defend culture, sorry. Because kuna vile inatupatia definition, kuna vile pia itapatia watoto wetu safety, na kuna vile pia itatujenga sisi. So even as we continue interacting with other cultures, it is not to break us, but it is a point where it is going to build us, so that we know the rituals. Vitu mingi siku hizi kwa hii dunia ni mingi sana, na ukijaribu kwenda nyuma kidogo, ni rituals tu kidogo ambaye Mungu alitupa kama Mwafrika, alitupatia kiwa zawadi ambaye tutaweza jisaidia nazo. So let us not fear, let us not see it as something that is going to kill us, but it is a point where it is going to help us. So this is just a platform to understand more and to build more. Of course, retrogressive tunazikata, but hizi zingine let us build for the sake of continuity of our different cultures, and even for the stability and safety of us, especially women, who I believe God alitupatia nguvu mingi sana tukiwa caregivers and caretakers of the society. Thank you. Gacoka Gikuyu garute mbũri cia kĩama, ndathimĩrwo irĩ na irĩrio ũtonga wa rũrĩrĩ, hakanĩrĩrwo Ngai ũrĩa wakĩrĩnyaga, ndacoka Gikuyu gĩtũmi ndĩ Mũgĩkũyũ.